lililo gumu la kukushinda. Yesu, unaweza, unatosha, unatosha, unatosha. Hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Bwana unatosha, 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 unatosha. Hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Bwana una nguvu, una nguvu, una nguvu, una nguvu, una nguvu, una nguvu za ajabu, una nguvu. Hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Ndivyo ulivyo Mungu. Wewe ni mfinyanzi vilivyoharibika, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, jinsi upendavyo wewe. Oh, ndivyo wewe ni mfinyanzi vilivyoharibika, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, jinsi upendavyo. Bwana unaweza, dirisha unaweza, unaweza tena, unaweza. Hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Kwetu unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza, unaweza. Hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Bwana unaweza, 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 unaweza. Maisha ni unaweza, Tanzania unaweza. Hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Wewe unaweza, 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 unaweza. Hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Yesu. Hallelujah. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine. Jina la Yesu ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingi. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine. Jina la Yesu ni ngome, jina la Bwana kubwa. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingi. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina linaokoa ni jina la Yesu, jina linatuponya ni jina la Yesu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nilitapo jina hilo,
ngome nyingine sina. Jina linasamehe, ni jina la Yesu. Jina lina uweza, ni jina la Yesu. Nilitapo jina hili, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine jina la Yesu, jina la Baba, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine nitamkapo jina hilo, ngome nyingine jina la Yesu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine nitamkapo jina hilo, ngome nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hongereni sana watumishi kwa wajibu mnaotimiza. Amen. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Kwa Yesu. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Bila kujali kitu chochote. Kung'ang'ania upendo. Upendo. Kung'ang'ania upendo. Upendo. Upendo bila kujali kitu chochote. Sema wewe ng'ang'ana. Ng'ang'ana. Sema wewe ng'ang'ana. 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 Ng'ang'ana bila kujali kitu chochote. Asante Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa ajili ya nafasi hii ambapo Bwana tumeweza kukusanyika hapa katika hekalu zako na katika madhabahu hii. Mungu, nakuomba ukapate tena kuwa nasi kama ilivyoandikwa, mkaapo wawili au watatu kwa jina langu na mimi nipo hapo. Bwana, tunaamini uko pamoja nasi ukituongoza na kutulisha neno lako. Tunaomba Bwana, katika yote tutakayoyaongea yakatoke katika mapenzi yako. Ni katika jina Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu kama tulivyoanza toka Jumatatu linasema dunia yetu inakwenda wapi? Tumegusia mambo kadhaa. Jana tuligusia magonjwa, kwamba katika siku hizi za mwisho kutakuwa na magonjwa, na tunayaona mbele ya macho yetu kwamba yako magonjwa ambayo siku za nyuma yalikuwa hayapo, sasa hivi yapo. Kuna magonjwa ya mlipuko, magonjwa ya mlipuko. Juzi tumesikia corona. Hakuna aliye kusikia kitu kinaitwa corona miaka ya nyuma. Kuna ugonjwa unaitwa Ebola. Hatukuwahi kusikia Ebola siku za nyuma. Alafu juzi tena nimesikia mahali pengine kuna ugonjwa mwingine umeingia. Hatukuwahi kuona hivi vitu siku za nyuma. Kwa nini? Kwa sababu sehemu kubwa tumehalifu uumbaji wa Mungu. Tumesema Mungu alikuwa anaumba kwa neno, na neno lina nguvu, na kwa sababu neno ni nguvu, nguvu huwa haipotei, inazunguka. Hata maneno unayoyatamka uwe mwangalifu, iwe kwa mtoto, hata kama ukaona kadogo kako hivi,
Kape heshima yake, kwa sababu hujui Mungu ameweka nini ndani yake, hata kama ni mdogo hivi. Jifunze hilo, mpe heshima yake hata kama ni mdogo. Usitamke maneno na kanakuwa na kumbukumbu. Nguzo yetu katika masomo haya na kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2, kwa kanisa lililoko Thiatira. Kuna mambo mazuri walifanya, lakini anasema nina neno juu yako. Umemsikia Yezebeli, yule mwanamke kahaba, ambaye yeye amejifanya nabii na kuwapotosha watu wangu. Mstari wa 24 anasema waambie na walioko huko, ambao hawajui fundisho hili na hawajui fumbo la shetani. Fumbo la shetani. Kwa shetani ana fumbo. Nikasema fumbo ni nini? Ni vitu vilivyofichika, vinahitaji juhudi kuvifumbua ili upate majibu yake. Ndani ya shetani kuna fumbo. Shetani ana fumbo. Aliishi mbinguni, alikuwa malaika, akatupwa chini, ana hasira. Kazi yake ni kuchinja na kuharibu, ndio kazi ya shetani, na anakuja kwa namna ya fumbo. Sasa leo natamani sana tuongelee kitu kikubwa sana ambacho mtu ukitaka kuharibu, shetani akitaka kuharibu, lazima haribu hapo. Lazima uharibu hapo. Kwenye sekta ya ndoa ulimwenguni kote, sekta ya ndoa. Kwa nini ndoa? Kwa sababu ndoa ndio kuna kuanzia taifa. Kwenye ndoa ndio kuna kuanzia taifa, ndiko kunatokea watoto na tabia zao na mienendo yao na hatima zao. Na ukipiga watoto, ukipiga ndoa, umepiga watoto, umepiga elimu yao, umepiga afya zao, umepiga si tu hayo na mitazamo yao, ukipiga ndoa huko. Nimeona mimi mifano kadhaa. Mimi ni mzee wa kanisa, na huwa nasema siku zote sifa yangu ya mzee wa kanisa ni kuwa na kifua. Kuwa na kifua. Tunakuwa tunajua mengi juu ya ndoa. Mwaka fulani wakaja vijana kwangu, alikuja mdada, naongea kwa sababu nimepita miaka 8 imepita. Akaja kwangu, baba, kumetokea hiki na hiki na hiki na hiki nyumbani kwangu. Nikamwambia eleza yote. Akaeleza yote. Nikamwambia nenda nipe namba ya mume wako. Nikampigia simu, aje tukaongea peke yetu, tukazungumza. Alafu nikaambia mje siku fulani Jumamosi, ni wote wawili. Unajua kwa nini naongea nao mmoja mmoja tofauti alafu naongea nao wote? Nitaangalia si mdomo tu, lakini na lugha ya mwili. Kwa sababu unapoongea na mimi peke yangu, peke yetu, lakini unapoongea na mhusika yupo, lugha zinakuwa tofauti. Lakini siku hiyo wanakuja, mama yao anapiga simu, baba nimesikia wanakuja huko. Mwenye shida ni huyo kaka huyo. Kila kukitokea hivi kunatokea hivi. Kwa nikawa nalo kichwani. Wakati tunazungumza ni kweli kaka mwanaume mwenzangu ana shida. Kila kakiingia kipato. Kumbe kipato siku zote sio baraka. Inakuwa ni laana, ni nyenzo ya kufanya wewe utende dhambi kwa urahisi. Kipato siku zote sio baraka. Wakati nazungumza tunahitimisha. Nikamwambia kaka, wewe ni mwanaume mwenzangu, wewe ni kijana mwenzangu, lakini katika hili na hili na hili na hili umekosea, haiwi hivi.
Unajua alichoniambia? Akaniambia, mzee, haya unayoongea hata kwenye kanga yamo. Ananiambia mimi, hayo unayoyasema hata kwenye kanga yamo. Nikakasirika kweli, lakini sikutaka kuonyesha kama nimekasirika. Ndio sifa ya mzee wa kanisa, kuficha hisia. Nikamwambia hujachelewa, karekebishe hili. Alivyotamka hilo, nikamuuliza mara ya pili, akarudia tena, nikajua yuko serious. Haya yaliyo unayosema hata kwenye kanga yamo. Lakini nasema aliandika kwenye kanga, naye sio mjinga, anajua yana maana yake, japo sijawahi kuyaona nayoambia kwenye kanga. Wakaondoka, kila mtu ameshika njia yake, lakini neno la mwisho nilimwambia, utanikumbuka. Na nilikuwa na uhakika ninachosema. Hakuna mahali watu wanakulilia wewe kila siku, machozi yako hapa, anakulilia. Wanasema katika kimiminika chenye thamani kubwa kwenye mwili wa mtu, ukiondoa damu ni machozi na masosi. Epuka kuliliwa, watu wanakulilia wewe. Kuna mabaya yametokea, wanakutaja wewe. Mabaya yametokea, wanakutaja wewe. Nisingekuwa fulani, nisingekuwa hivi. Mbaya usifanye, usikubali hiyo. Wameenda. Mwaka unaofuata nasikia mkaka anaumwa. Tujakaa kidogo hapa, unaona kwenye hii alama ya mwanakondoo hapa, picha kubwa hivi. Unajua katika siku nimesononeka, ni kwa sababu tunatazamana hivi. Nakumbuka lile neno nimwambia, utanikumbuka. Nilichomwambia ilikuwa ni kweli. Tengeneza mambo ya nyumbani kwako. Hata mfalme Hezekia akaambiwa, utakufa lakini rudi, atengeneze mambo ya nyumbani kwako. Kwa nini? Katika yote ambia atengeneze ya nyumbani. Shetani amepiga sekta ya ndoa, kwa sababu ukipiga ndoa umepiga mengi dunia. Sasa naambiwa, nilikuwa nasoma mahali Ulaya kule, katika 50% ya ndoa zinazofungwa, katika ndoa 100, 50 zinavunjika. Sasa hivi kuna ndoa za mikataba. Ndoa za mkataba, mama, tutakaa mwaka mmoja, tukao tutatazamana, tukiendana sawa, tusipoendana kila mtu ashike chake. Nilikuwa nasoma mahali, akanasema mimi siwezi kuoa. Kwa nini? Kwa sababu nimeona nina dola milioni 150. Ndoa ikivunjika mnapiga pasu kwa pasu. Kijana mwingine analalamika kwamba tumeishi tukiwa marafiki na huyu dada mpaka tumezaa watoto. Siku nilivyokubali tu nimesema yes I do, manake wamekaa madhabahuni naangalia, lakini siku nilivyosema yes I do, wiki moja baadaye mwanamke anataka taraka. Mali zipigwe pasu kwa pasu, zipigwe nusu kwa nusu. Wenzetu wazungu wameeleza neno upendo kwa hatua zake. Kuna hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka mwishoni pale ndio wanapata neno upendo. Na kitabu cha Ufunuo kinaongelea sana juu ya kupotea kwa upendo miongoni mwa watu. Kupotea kwa upendo. Sasa ndoa, upendo. Hafu inaambatana sana na mambo tuliyoongea jana juu ya magonjwa. Kuna watu siku anafunga ndoa madhabahuni hapa, ndio mwanzo wa mwisho wa maisha yake. Mimi nakwambia, siku anafunga ndoa hapa ndio mwanzo wa mwisho wa maisha yake. Wakifanya wanakaa naangalia. Unaelewa nikisema mwanzo wa mwisho wa maisha yake? Ni kwa sababu kule ndani hakuna upendo.
hakuna upendo. Kuna vitu vingi vinazunguka hapa. Sasa kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 nasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo mwanamume na mwanamke wanafanana, si mtu yule yule. Mimi simwambii binti yangu kwamba wewe kuna siku utakuwa kama mumeo, mtafanana, lakini si mtu yule yule, si mtu yule yule. Hata kijana wangu simwambii kwamba wewe na dada yako ni mtu yule yule. No, ni mtu yule yule mbele ya mifumo ya kisheria. Kwenye sheria na kwenye mambo ya maadili hatuseme huu mwanamke, huu ni mwanamume. Lakini katika mambo ya kibiolojia na katika uumbaji wa Mungu, mwanamke na mwanamume si mtu yule yule, si yule yule, ni mtu wa kufanana naye. Halafu anaendelea anasema, Bwana Mungu akamfanyizia kutoka kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone tawahitaji. Nafikiri nimeenda mbali. Mstari wa 21, Bwana Mungu akamletea Adam usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutoa katika Adam Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Sasa sikiliza, Adamu anasemaje? Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana tumetwaliwa katika mwanaume. Alivyoamka Adamu katika usingizi, kaangalia akasema, wow, kaona kakiumbe kazuri kweli. Waulize wanaume wakitazama mwanamke wanamuona ni kiumbe wa namna gani? Huyu nasema wow, kiumbe kazuri kweli, ni mfupa katika mfupa, ni nyama katika nyama yangu, kwa maana huyu ni sehemu yangu. Na naongelea mpango wa awali wa Mungu. Amemuumba mke mmoja na mume mmoja, ndio mpango wa awali. Na mahali pengine nauliza, je, Mungu alimuumbia Adamu wake wangapi? Sema aliumbia mmoja. Huo ndio mpango wa awali wa Mungu, mke na mume. Lakini kuna kituko, sio sehemu ya somo la leo. Kuna kituko kimetokea hapa katikati. Miaka 570 baada ya Kristo, katokea mtume mmoja. Mtume mmoja, hali ya huko tunakokwenda, anasema kutakuwa na wanawake wanaitwa mahurulein. Sio nyinyi, wanaitwa mahurulein. Shingo hii mwanamke hasa, na kila mwanaume atapewa wanawake 70. Kila mwanaume atapewa wanawake 70. Alafu hata kama nina miaka 100 nitapewa nguvu za kiume za kijana wa miaka 35. Ndio huko tunakokwenda kwa mujibu wa hao mitume wengine. Mimi siongelei hao, mimi naongelea habari ya Yesu Kristo aliye hai. Tunaongelea sekta ya ndoa, ambalo fumbo la shetani limeingia kuvuruga ulimwengu kupitia sekta ya ndoa. Mahuruleini, wanaitwa mahuruleini. Shingo hii napewa wanawake 70, na miaka 80 unapewa nguvu za mwanaume wa miaka 35. Kwa kazi itakuwa ndio hiyo tu. Sisi mbingu zetu tunaambiwa ni kuimba tu, mtakatifu mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Utasema ni Mungu yule yule, huyu na huyu? Hapana,
Hapana. Lakini shetani ameingia kupiga sekta muhimu ya ndoa, na matokeo yake ulimwengu huu huko tunakokwenda na mparaganyiko huu naenda kuleta matatizo makubwa sana. Nimeleta kitabu hapa, kitabu nimekasoma, nimerudia. Nitasoma kwa Kiingereza. Nasema why men don't listen, kwa nini wanaume hawasikii, and women can't read maps. Kwa nini wanaume hawasikii na wanawake hawawezi kusoma ramani? Kule ndani ukisoma kati ya mstari wanaeleza tofauti za kimsingi kati ya mimi na mke wangu, na wametoa ushahidi wa kisayansi kutumia skani za kimaabara kwamba mwanamke na mwanaume ni wale wale mbele ya sheria, lakini kwa habari za mwili huu ni watu wako tofauti. Kufikiri kwao, mtazama kwao, matamanio yao na ndoto zao ziko tofauti, lakini wameumbwa katika namna ya kukamilishana hivi, wako tofauti. Lakini sasa tunaingia kwenye ndoa na mguu mbaya, aidha kwa sababu ya kipato na kwa sababu zingine nyingi za kisheria. Kuna kitu nimeona huko, nimewahi kufanya kazi, wanaita usawa wa kijinsia. Usawa wa kijinsia, mimi sina tatizo na hilo, kwamba nina watoto wangu nyumbani, ninapowapeleka shule sisemi wewe huendi shule kwa sababu wewe ni mwanamke. Na kama kwangu nimethibitisha kwamba watoto wa kike wako vizuri zaidi darasani kuliko watoto wa kiume nyumbani kwangu, lakini Mungu amewapa wa kiume vipaji tofauti. Kwa mimi nawekeza wapi? Kila mtu nawekeza kufuatana na pale anapofiti. Wewe unaweza, utaenda. Wewe unaweza kwa sababu kwa vile nilivyoona. Kwa unaweka katika usawa wa hiyo. Lakini huyu mtu ameeleza vizuri sana tofauti, na kama anasema hivi, kama tungezijua hizi tofauti za msingi tulizo nazo, ndoa hizi zisingekuwa zinavunjika. Ndoa zisingekuwa zinavunjika tungejua. Na mimi nimeona, sipendi tu kusoma kitu halafu nikakiacha kikakaa hivi. Napenda kuangalia, je, ni kweli? Wakati fulani nikasoma huko, wananiambia ambao kitu ambacho nimejaribu, kwamba natoa tu ni mfano, kwamba maisha ya mtu kwa wenzetu wanachofanya kule yanaanza miezi mitatu kabla ya ujauzito. Miezi mitatu ni somo refu kweli, miezi mitatu. Halafu ujauzito unapoingia unagawanywa katika kipindi cha miezi mitatu. Miezi mitatu ya mwanzo ndiyo miezi ambayo ubongo unajengwa, kwa sababu ubongo ndio una control vitu, ndio unajengwa kwanza na moyo. Kwa hiyo vinavyojenga ubongo wa mtu, ubongo ni kama speaker, lakini akili ni software yake. Kwa inavyojenga ule ubongo miezi mitatu ya mwanzo. Kwa mama ale hiki. Alafu miezi mitatu inayofuata mama ale hiki. Siku 286. Alafu siku 1000 afate hivi na hivi na hivi. Nimejaribu mimi kwangu. Alafu naangalia, kumbe mwanzoni nilikuwa sijajua. Juzi mmoja
Jamani, msije nikasema sema mama, si tunajifunza hapa, tunajifunza, tuseme wote tunajifunza, sio kutoa tafsiri unayoitaka. Tafadhali. Mmoja amegraduate juzi kule nilikojaribu, naambia kule nilikojaribu, kule nilikojaribu, nakwambia kitu cha kweli nyumbani kwangu, kule nilikojaribu, walichosema wale, yuko darasa la 4 ni kiranja mkuu, darasa la 7 rote, juzi anapata graduation tarehe 23 mwezi wa 8, amepata cheti cha bingwa wa hesabu St. Mary's yote darasa la 7, bingwa wa lugha ya Kiingereza St. Mary's yote, bingwa wa civics, bingwa wa social studies, masomo haya. Nanyanyuka kupokea vyeti mpaka nachoka. Sisemi mimi, lakini Mungu ameumba kanuni, niamua mimi ngoja nifuate. Na hii kitu sijui, tukipata neema tukae tujifunze hiki. Nimeiona kwa zile 2 za mwisho. Kwa hiyo sio vitu vimeandikwa. Kumbe wale watu sio kwamba wale fulani wanajua sana kuliko sisi, ila kuna mahali sisi kuna vitu vimetukwepa. Nimejaribu mimi nyumbani kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hako niliwapa kamfano. Kama unaona kana kufaa, asante. Kama akakufai ni ujinga, niachie mimi. Huyu anasema hivi kwamba tukizijua hizi tofauti za msingi ya wanawake na wanaume, ndoa zetu zitakuwa hazivunjiki, kwa sababu unajua. Na mimi natamani sana nisisikie mvunjiko wa ndoa katika kanisa letu. Wakati fulani tunakuwa busy kweli kusolve matatizo, badala ya kuombea watu tunakuwa busy kusolve matatizo ya ndoa. Nini? Kwa sababu kule kumeparaganyika na shetani anajua pa kupiga. Sasa anasema hivi, sijui muda umeenda sana. Okay. Anasema hivi, wanaume na wanawake wamekuwa wanabadilika kufuatana na miaka, kwa sababu ilipaswa iwe hivyo, kwamba wanaume waliumbwa kuwinda wakati wanawake walikusanya matunda. Kumbe wanaume walilinda nyumba na wanawake waliitunza nyumba, na matokeo yake miili yao na akili yao zikawa zimeendelezwa katika namna tofauti kufuatana na hayo majukumu yao. Nitakupa mfano. 90%, hata kama sijaingia chumbani kwako, naweza nikahisi kwamba baba kule chumbani walikolala, baba anakaa upande ule wa mlango huu yehu, mama yuko dirishani, na hawakujai kujadili kwamba wewe utakaa huku, mimi nitakaa. Imeumbwa hiyo. Hebu ujaribu kuchunguza. Ukiwauliza watu wengi mama, ndivyo ilivyo. Huku mlango, baba huyu, mama huyu. Kama ni kweli nyosha mkono. Na hawakuwahi kujadili. Kwa nini ameumbwa hivyo kuwa mlinzi? Na kwa mfano huu, waulize wakina mama wengi watakwambia, kama ananyonyesha mtoto, hata akiona kile kitoi cha mtoto hivi, maziwa yanamwagika,
kwa baadhi, mimi sijui kile, lakini ndivyo anasema. Sijawahi kuwa mwanamke, mnisamehe. Akiona kitoe hivi, maziwa yanatoka huko. Nikikuachia Mwaitete katoto ka mwezi mmoja, toka asubuhi mpaka jioni, hiyo ni adhabu mbaya sana. Uongo kweli? Kwa sababu wewe hukuumbwa hivyo. Ukitokea bati linavuja, mtashangaa sana nikikuta mama Ngajiro, wewe ndio umepanda na nyundo unagonga bati, Ngajiro amekaa. Hukuumbwa hivyo, hapana. Si mnanielewa jamani? Ndivyo ilivyo, na wala hamkuwahi kujadili. Halafu utashangaa sana kwamba kwa jinsi tulivyoumbwa, kinachokuliza mama sio kinachoniliza mimi. Kuniliza mimi ufanye kazi kweli. Uongo kweli? Unakuta wanalia wanadondoka hapa, sio kwamba haumii, lakini hormoni zake zimemuumba yeye, sio mtu wa kulia, halii. Na ameumbwa, ukiweka mtoto mdogo, watoto wadogo wawe mapacha, ka kiume na ka kike, utaona kike inashika, manake huwa yanahesabiwa hata maneno kwamba ndani ya miezi 6 kae kanaongea maneno haya, miezi hii kanaongea kwa kuhesabu. Wanasema wanawake wa Italiano ndio wana mdomo zaidi duniani, kwa siku anaongea maneno 17,000. Mume wake anaongea maneno 5,000. Na kwa sababu ya maumbo alivyoumbwa mwanaume, akikasiri kumemkera, wanaume wengine anakaa kimya, haongei. Ndio unaona yuko bize sasa, anajenga banda la sungura, anajenga banda la kuku. Ubongo una search, haongei. Kujitomia anaweza kukaa hata wiki haongei. Kwa hiyo tumeumbwa nini tofauti, na ndio maana kwa sababu ubongo wake umeumbwa hivyo. Unajaribu kukumbuka hata walimu wa hesabu shuleni ulikosoma, wangapi walikuwa wa kike wa kiume? 99% ni wanaume. Nafuta wahandisi kwa sababu akili yake imeumbwa hivyo. Lakini kwa kina mama wamepewa kipawa cha kuruma. Hata idara ya ustawi wa jamii hapa kanisani inaumbwa na kina nani? Na idara ya ustawi wa jamii imeundwa na nani hapa? Wanaopita kutazama wagonjwa huko. Sio kina mama walipita kuangalia wagonjwa huko. Ni kina mama, sio kina baba. Kwa sababu wameua. Tafuta manesi 90% ni wanawake. Kina mama wameumbwa hivyo na moyo wa kuogopa. Lakini sasa hivi tumekwenda kubadilisha. Na huyu mtu nazungumza kwa wazi kabisa kwamba kwa sababu tunabadilisha ule mpangilio wa Mungu. Tafuta sana mfano ambao umenitisha sana. Kule kwao, mahali ambapo mwanamke amegeuka mtawala badala ya baba, kuna wanawake wanapiga waume zao, mtoto anaona. Mimi nimeona pale kwangu pale kwangu, nitasema kuanzia saa 5 usiku mpaka saa 12 asubuhi ni ngumi tu. Mama anavunja kila anachokiona, anavunja kila anachokiona. Na kuambia pale pana gari la milioni 500, bora uishi bila hela. Milioni 500, alafu mtoto anazunguka huko, mama acha acha, na ameita na mwanamke mwingine kusaidia kumtukana mmewe mpaka asubuhi. Nikalazimika mimi nichukue bunduki, niambia nipe hiyo bunduki nilale nayo ndani, nikalala nayo mimi nyumbani kwangu. Ni ndusu
Nikamwambia nitakupa kesho jioni. Sijui nilivunja sheria. Sasa nimeona roho ya mauti hii hapa. Alafu huyu mtoto anakwenda shule asubuhi, lakini amekesha anatatua tatizo la baba na mama. Sijui mnanielewa? Alafu nikasema huyo simwachi. Usinione mimi na umbo dogo wakati nakuwa mkorofi. Hata kupigana nimeacha juzi tu hapa. Nikasema usimwachi. Huwezi kufanya namna hiyo hapa. Mji mzima umejaa hapo. Manake nini? Ukaita na mwanamke mwingine kumtukana mume wako. Watoto wanaona. Ni nini hii? Sijawahi ona mimi hii. Nikakasirika kweli. Unafikiri nilimwacha? Sikumwacha. Sikumwacha. Na mume akabeba kilicho chake. Mwaka wa pili sijamuona tena. Hivi na mimi mwaka wa pili sijamuona tena. Hata kunipigia simu kaka pako hivi sijamuona tena. Alafu natarajia mtoto atafaulu shule. Sasa huyu anasema katika mazingira ya namna hiyo, mtazame sana mtoto wa kiume. Si unamwona ni mdogo, atakavyokuwa mkubwa ana nafasi kubwa ya kuwa na kitu wanaita gender identification disorder. Anakuwa na matatizo katika kuitambua jinsia yake. Ukivunja hii kwamba Mungu alisema mwanaume atakuwa, unapoenda kubadilisha unaona matokeo hata kwa tabia za watoto. Nikisema kutambua jinsia, sitaki kutamka maneno magumu. Bora magomvi yenu fatini kule bila watoto kuona, watoto wasione. Watoto wasione. Lakini yametokea haya. Ndio anavyozungumza huyu mtu. Kwa tafiti za kisayansi. Ni vizuri sana sisi sote tukatambua kwamba hakuna kitu ambacho kimeandikwa katika neno la Mungu ambacho ni hakina maana. Ulijue hilo. Hakuna kitu kimeandikwa alafu hakina maana. Kina maana, na maana yake usipoiona leo utaiona kesho, kama sio kesho kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima mlijue hilo. Pamuromo. Pamuromo. Hiyo ni lugha ya Kibemba. Nilijifunza, tulienda la kwaya nani kule. Kwa hiyo nikawa mkalimani wa wakanifundisha neno pamuromo hapa. Chunga mdomo. Hasa mbele ya watoto, chunga. Na wanaume sasa sijaenda kwa undani sana kwa sababu unaweza kuchukua hata wiki kueleza tofauti zile za kimsingi. Mimi ninafuga ng'ombe pale. Nafuga ng'ombe. Ng'ombe dume ambaye simuhitaji namuita daktari anakata. Nikisema anakata mnanielewa eh? Basi anakata. Akifikisha miezi 3. Unajua wanaume wake wote umeishia hapo. Hutamuona ule ubabe, hutauona. Sijui ile misuli hutaiona. Hutaona ndevu, hutaona chochote kwa sababu wanaume wako uko kwenye kile nilichokata. Sasa sio kitu kikubwa sana, na wanaume wana tabia mbaya. Mimi nimeona kwa dada zangu 2. Mmoja nimezika, tunayefuatana. Mkubwa kati yangu yeye ndiye ameninyang'anya ziwa. Nikazika 2005. Nimekwenda kumuona, moyo unagombana. Nisajua nende nyumbani. Hujamuona mama miaka 2. Nenda, nikaenda. Kwa mama namshukuru Mungu yuko vizuri. Naenda kwa dadangu, mifupa mitupu. Unaijua mifupa? Mifupa. Mifupa. Mifupa mitupu. Ndoa imekuwa kichinjio kwa dadangu mimi. Imekuwa kichinjio. Shemeji yangu ana tabia za ajabu kuzisema siwezi hapa.
Nikafika mahali mimi namchukia mtu anaitwa shemeji, mimi sitaki kumuona. Mwingine ninaye Mikocheni, nilikuwa hapo, kila kinachotokea naona. Kila kinachotokea niko hapo, naona kwa macho yangu mawili. Majuzi, nafikiri mwaka jana, kanko kanapiga simu, mjomba, baba anakuja hapa. Kumbe kule aliko hakuna hata wa kumlea, hamna. Kwa hiyo imebidi arudi aletwe pale, imebidi aletwe, hana wa kumlea. Anakosa 500 ya kutoka kule Kitunda kuja huku, 500 anatembea kwa mguu. Katika vitu havina adabu kwenye maisha ni hera. Katika vitu havina adabu, hera. Una hera, we mtulivu. We mtulivu, yote ni maisha. Sasa anakopa 500, anakuja huku. Sasa amekosa wa kumlea kule. Na mkuu wangu ananiambia labda itakuwa hivi. Nikaweka vocha, nikaenda Mto Msimbazi, vocha ya kutosha. Nikasema wewe ni mkubwa kwangu, umenizidi sana, lakini unisikilize. Sitaki kusikia habari hiyo, kwa sababu nimeridhika. Mimi nimeridhika. Nimezika Soberana, siwezi kuzika wa pili ambaye ndio wewe. Nimeona kwa macho yangu hivi. Nikija kukusikia usije ukasema nina kaka anakata bata. Ukija kukusikia sitakanyaga nyumbani kwako hata siku moja. Naongea vibaya kwa sababu ni kitu mparaganyiko wa ndoa huko. Unaona mauti hivi kwenye ndoa, kitu ambacho si sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimu mume wako, heshimu mke wako. Kila mtu ana majukumu yake. Tumeumbwa kukamilishana. Na tafuta sana watu. Mimi kuna mahali na kusanya ito kumu naandika. Mama yangu ameishi zaidi ya miaka 40 kuliko baba. Baba mimi hata kwa sura simjui. Alafu naangalia nyumba ya pili, nyumba ya tatu, hivyo. Katika nyumba 200, 3 ndio baba amebaki, mama alifariki. Nisa ni nini? Unaenda Nyambara, unaamka, unarudi nyumbani siku 3, watoto hata wajui baba yuko wapi. Sasa unahangaika. Kona hii una mwanamke, kona hii una mwanamke, kona hii una mwanamke, kona hii uko hivi, wanakusikia wewe tu. Hiyo dhambi lazima itajibu kuna siku. Ndio mparaganyiko huu. Lakini pia hata kwa kina mama, nimetoa mfano mmoja hapa, lakini kuna mfano mwingine uliniuma sana kule nyumbani. Saa 6 usiku mwanamke anatukana matusi, mambo ya ndani kule chumbani kwao, anatukana saa 6 mpaka saa 8 za usiku. Na mimi nasikia hivi, niko mdogo nasikia. Lakini nakumbuka, tufikiri mambo ya jana. Asubuhi tumeamka, wazee wakakusanyika. Wakasema kuhomba ipamba ikosie. Ni msemo wa Kinyakyusa. Kuhomba kamba ukose, vinginevyo uhame hapa tusikuone. Wakamfukuza. Sababu waliona ameingilia misingi ya taasisi nyeti hii ya ndoa. Pamuromo. Mdomo. Wakamfukuza. Halafu unatarajia huu mtu ataishi miaka mingi. Umetoa mambo ya ndani, kwa ataishi miaka mingi huyu. Mwingine pale kwangu huku kwetu, yeye hayupo, anarudi anakuta pameandikwa nyumba inauzwa. Nyumba inauzwa na hajui.
Anauza nani? Mama. Mwingine akaja kwangu asubuhi, kaka, ni nini? Kwenda nyumbani. Nifika kule nakuta taasisi ya mikopo ndio wamekuja kubeba vyombo, wamekuja kubeba vyombo. Ni nini? Wasema huyu kakopa, ametumia nyumba moja kule chini, nyumba ya mtu chini huko. Sasa sisi tumekuja kudai chetu. Sasa kesi imeingia kwangu. Ni nini? Ndio kaka mtu asema nitalipa. Unaingia kulipa kitu ambacho hata hajui. Kina mama, kwa nini mnafanya hivyo? Ataishi miaka mingi huyu kweli? Ataishi huyu? Hapana. Shetani anaparaganya ndoa kwa vitu vingine ambavyo ni vidogo vidogo. Sasa yako mambo mengi pia mpaka kuyapangilia yananisumbua kichwani. Lakini tukumbuke tunapokwenda nyumbani, ili pia uishi miaka mingi, hakikisha taasisi ya ndoa nyumbani iko salama. Unakwenda ofisini shida, unaingia kwenye daradara ni shida, na nyumbani nako shida. Sasa utakuwa mtu wewe kila muda wewe roho iko juu tu, ndu. Yaani wewe moyo uko ndu muda wote tu. Twende tukarekebishe hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nikungoja chini na kwenda kaburi, nipapo mbinguni na kukuona enzini, roho yangu nayo rahani mwako. Ubeti naupenda sana, lakini tumeimba vibaya. Kila mtu ameimba kivyake. Naomba tusimame wakati tunajipanga sadaka. Nikungojapo chini. Bwana Yesu asifiwe. Baba mchungaji, ndio wimbo wa sadaka. Twende. Nikungojapo chini na kwenda kaburi, nipa mbinguni na kukuona enzini, roho yangu na iwe rahani mwako wewe, nikungojapo chini na kwenda